dada, chakula hiki nimekuletea ule. Dada, asante sana. Aliyekupa hicho chakula yule pale bosi wangu, sio mimi. Yule pale yule ndo alokupa chakula yule. Bosi, asante sana kwa chakula. Nakushukuru sana baba. Sasa mheshimiwa, nashukuru sana kwa chakula, ila unaweza ukaniazima 600,000? Wewe omba, ina maana hicho chakula ulichopewa kikukutosha? Samahani mheshimiwa, nataka nirudi kijijini kwetu. Nilibiwa wallet yangu na mizigo yote pale station. Sekretari, mpatie 600,000 huyo dada, apunguze matatizo yake. Wewe omba, haya shika hiyo hela. Mtu gani usioridhika wewe? Mheshimiwa, asante sana, Mungu akubariki sana kwa wema wako. Na imani iko siku Mungu atakulipa. Haya dada, asante sana. Na wewe ubarikiwe pia. Nashukuru sana bosi. Hebu ngoja nimfuate kwanza nikamwambie huyu alipe hizo hela. Chukua, haya mawasiliano ya bosi wako. Inabidi urejeshe hizo hela bila kuamini wewe. Mhasibu wangu, kulikuwa hakuna haja ya kufanya hivi. Hii dunia tunapita tu. Mama yangu anaumwa, natakiwa kiasi kikubwa cha pesa. Hapa ni kuweka bondi tu mgahawa. Hakuna jinsi. Nakumbuka hapa ndo nilipewaga chakula na yule bosi na nikakopeshwa pesa. Sasa yule bosi yupo kweli, nimlipe pesa zake? Namuulizia yule tajiri aliyenikopesha pesa wakati ule. Alikukopesha pesa kipindi gani? Umesahau nilikuja wakati ule nikiwa omba. Aha. Sasa leo nimekuja ili nimlipe pesa zake. Aliweka mgahawa bondi baada ya mama yake kulazwa na kutakiwa kufanywa upasuaji. Sasa hivi anabeba matofali pale nyumba jirani inapojengwa, anabeba matofali. Masikini, ngoja niende nikamuone. Masikini huyu bosi amefikia kubeba matofali. Bosi, nakuomba bosi, mimi ndio Maria niliyekuja nikiwa omba wakati huo. Tafadhali naomba nikusaidie. Hapana, mimi sihitaji msaada wako. Tafadhali mheshimiwa, na mimi namiliki kampuni yangu kwa sasa, naomba nikusaidie. Kwa ule msaada ulionipa, na mimi maisha yangu yamerudi kama kawaida. Tafadhali naomba nikusaidie walau kurudisha mgahawa wako. Naomba nikusaidie kama wewe ulivyonisaidia wakati. Haya sawa, nimekubali.